Ibana, mambo vipi? Jina langu ni Cyber Chris. Karibu tujifunze C++ kwa Kiswahili. Na leo tutafanya tutorial 1 ya kutengeneza simple calculator. Simple calculator. Tutorial 1. Write a C++ program that does basic arithmetic. The program should accept 2 operands and a menu to choose an operation: addition, subtraction, multiplication, or division. The program should display the operands, operator, and the results. For example, if the operands are 4 and 2, and the operation is multiplication, then the program should display something like 4 times 2 equals to 8 without quotation marks. Tutaandika simple calculator kwa kutumia C++. Tutaanza na hash include IOStream, using name, space std, tunaandika structure ya C++ ya hapa, and int main, pia tunakuwa na return 0. Hii ni muundo wa C++ kama tulivyosema kwenye episode 1. Kwa hiyo hapa inabidi tuwe na variable mbili ambazo mtu au tatu ambazo mtu anabidi aingize. Ya kwanza inabidi tufikirie, je, ataingiza nini, atahitaji nini. Kwa hiyo tumeshajua tayari. Tutakuwa na integer a, ataingiza namba ya kwanza, b ataingiza namba ya pili, alafu tuwe na result ambapo ataingiza majibu. Pia tuwe na character ambayo ni operator. Operator hiyo ataingiza operation kama ni jumlisha, zidisha, toa, gawanya, hivyo. Kwa tuandike character operator. Operator ni reserved word. Tuandike op, char op, character operator, manake utaita op, itahifadhiwa kwenye op. Then tumwambie mtu kwamba kwenye screen yake aone jumbe cout enter, aingize namba ya kwanza. Kwa hiyo hapa ataingiza namba ya kwanza, enter the first number. Kwa hapa ataingiza namba yake ya kwanza, kisha tuta cin, atahifadhi katika variable a. Then kama ilivyo kwa calculator, baada ya kucin kwenye a inabidi aone alama, tuta cout, aingize operation kama ilivyo kwenye calculator. Kwa hiyo hapa enter, inabidi tumwambie aingize operation, enter an operator. Of course ni enter operator. Then tutamuonyesha hapo kwamba achague katika hizi. Tayari katika mabano, alama ya kujumlisha, alama ya kuzidisha, alama ya kugawanya na alama ya kutoa kama tutorial yetu inavyoelekeza. Tutampa sehemu ya kuingiza nukta mkato, kisha tuta cin katika variable yetu inahifadhi character inaitwa op. Baada ya hapo tutampa ujumbe mwingine wa kuingiza namba ya pili. Kwa cout tutamwambia enter the second number. Ata cin kwenye b, kisha tutaingiza katika b. Then hapa naomba sasa tutumie kile tulichojifunza kwamba tunakuwa na variable zetu tatu, a, b na result, kisha operator, na mtu anapewa ujumbe namba ya kwanza, ataingiza kama kwenye calculator labda ni 2, kisha atachagua kama ni jumlisha au kutoa 2, toa, ataingiza toa hapo, kisha itahifadhiwa kwenye character ya op kama ni kutoa, kisha ataambiwa ingiza namba ya pili, na hapo namba ya pili itahifadhiwa kwenye b. Sasa twende tukajaze result au majibu. Video tuliotoka kujifunza episode 4 tumejifunza matumizi ya if, na hapa twende tukatumie if else statement. Tutasema kwamba if, tutumie operator if bracket op ni sawasawa na character. Tuanze na alama ya kuzidisha, tutafungua mabracket kama hivyo. Kilichopo kwenye op kikiwa sawasawa na alama ya kuzidisha, then result ambayo ni jibu letu litahifadhiwa katika mfumo kama huu. Tuta assign a zidisha b semicolon. Kwa
kwa result itakuwa ni majibu ya kuzidisha. Kisha tutatoa jibu kwa kusi out A, tutaendelea kusi out alama ya kuzidisha, tutasi out B kilichohifadhiwa kwenye B, kisha tutasi out alama ya sawasawa, alafu tutasi out result, yani majibu, tutaweka semicolon. Na kama operator hajachagua ni kuzidisha, basi inabidi tuendelee kutafuta operator nyingine. Tutaenda kuangalia else if. Tutaandika else if, maanake vinginevyo kama OP kilichohifadhiwa kwenye OP ni sawasawa na kujumlisha, na hapa tutaangalia result itakuwa tuna assign kwenye result iwe ni A jumlisha B, tunaweka semicolon, kisha tuna see out majibu kama mwanzo. A tuna see out alama ya kujumlisha, tunaendelea kuonyesha angle bracket B, manake itoke B alama ya sawasawa na itoke result, manake hapo result itakuwa ni kujumlisha. Bado tunaendelea else if, vinginevyo kama OP kilichohifadhiwa kwenye OP ni sawasawa na alama ya kutoa, basi tutaenda kuangalia result itahifadhiwa ni A minus B. Usisahau ni ya kwanza toa ya pili, maana ya pili ndo ya pili kuingiza. Tutasi out vile vile, kwa ni kama vile tunarudia mchezo wa ku see out. Kwa hiyo tutasi out B, tutasi out na alama ya sawasawa, kisha itawekwa result, kisha nukta mkato. Tutaendelea, bado kuna operator imebaki ya kugawanya. Tutasema else if, vinginevyo kama OP, yani kilichohifadhiwa kwenye character OP, variable OP ni sawasawa na alama ya mkwaju, yani kugawanya. Sasa hapa inabidi tujiongeze, tutumie if ndani ya if, ili namba mtu asije akaingiza sifuri, yani akaandika 5 gawanya kwa sifuri. Hapa tutatumia nested if kama tulivyojifunza kipindi kilichopita kwenye episode ya 4. Kwa hiyo hapa naomba tuiweke if ndani ya hii else if. Kama hukumbuki, basi nenda karudie video ya 4. Kwa hiyo hapa nimecomment. Twende tukaandike if nyingine. If B namba ya pili, tuseme unaweza kutumia njia yoyote. Tuseme sio sawa na sifuri. Kama namba ya pili sio sawa na sifuri, basi aendelee kugawanya. Kwa hiyo tutasema result kitachohifadhiwa kwenye result tuna assign A gawanya kwa B, kisha tutasi out majibu kwa sababu B is not equal to 0. B is not equal to 0. Na hapa ndo nilisema tukianza kutumia if statement pamoja na switch na zingine, tutaanza kutumia alama ya is not equal to. Ndo hapo tumeona if B is not equal to 0. Then ndani ya hii if ya B is not equal to 0, vinginevyo yani else, manake kama ni vinginevyo manake itakuwa ni sawasawa na sifuri. Kwa B is not equal to 0, vinginevyo B ni sifuri. Kwa hiyo else tutasi out, tutampa ujumbe mtu afahamu kabisa kosa lake ni nini. Kwa hiyo tutaandika number can't be divided by 0, haiwezi kugawanyika kwa sifuri. Taweka nukta mkato. Na tena tumezoea kwenye calculator zetu, tuongeze nyingine kwa hapa juu. Tumezoea calculator zetu zinatuambia see out math error. Hii umekutana nayo katika calculator yako mara nyingi ulipokuwa unaitumia math error. Basi hii ilikuwa ni if ndani ya kugawanya, yani if ndani ya if. Tuendelee na zile else if. Mwisho tunamalizia na else kama ilivyo kawaida. Tukimaliza na else, maana yake tutasi out invalid au correct. Hapana, tuseme invalid, manake amechagua input nyingine, labda ameweka herufi. Kwa invalid operator, akiweka invalid operator haitaweza kuangalia else if. Kwa hiyo tumwambie please select between, tumuonyeshe zile za kuselect. Lazima tutumie neno please kama maprograma, lazima tuwe na lugha nyepesi na yenye kuvutia. Hatuhitaji lugha ya kumkasirisha mteja. Kwa hiyo hapo tutaweka nukta mkato. Twende tukacompile na kurun. Inaniambia enter the first number. Nami naingiza 9.
enter an operation, nachagua kujumlisha. Enter the second number, naandika 11. Inaniambia 9 plus 11 equals to 20. Wow, imefanya kazi. Twende tukajaribu tena. Compile and run, tuone. Enter the first number, naandika 10. Enter an operator, naandika gawanya. Enter the second number, naandika 0. Inaniambia math error, number can't be divided by 0. Wow, this is good. Inavutia Tukajaribu tena. Pengine tuweke namba halisi sasa tumalize mchezo. Enter the first number, naingiza 120. Enter an operator, nataka kugawanya. Enter the second number is 4. Inaniambia 120 gawanya kwa 4 ni 30. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe, na kama hujaelewa follow link yetu.